Acha unachotaka kufanya mama. Hivi mwanangu, yeye unafikiria nini? Hata sikuelewi. Na siku yangu hapo ndani mimi naomba. Siku ya 3 leo. Sijaona dawa, sijaona chochote. Yaani sikuelewa afu uniambie chochote. Yaani inakuaje? Mke wangu, Rita. Mimi napambana kwa kila hali nikutafutie hizo dawa. Na nakuahidi hii leo kabla jua halijazama hizo dawa utakuwa tayari ushazipata. Hivyo dawa unayoongelea ni kiasi gani? Maki unapoongelea eti nikapambane nikuletee dawa. Yaani ni kwamba kama vile ni kitu kikubwa ambacho unashindwa hata kukibeba. Dawa. Hivi kweli jamani? Na mimi natama mtaani nina mume wangu Lisa nimeolewa. Dawa inashindikana Mungu. Yana kushangaa sana. Mimi ninachokuomba univumilie. Univumilie kabisa mke wangu. Hizo dawa mimi nitakutafutia. Kwa hiyo ila kwa sasa kwa sababu kama hali inazidi kuwa mbaya, unanisikia maumivu sana. Unachukua hata majani ya mwarobaini haya, majani ya mpela, chemsha unywe. Kwa sababu sasa hivi unajua bei za dawa bei hali sana. Ndio maana naomba univumilie. unatoa unajua mimi nachoka. Yaani nachoka. Mwanangu Njama, mimi ndio mama yako niliyekulea. Ninakujua toka tumboni mwangu. Si mara ya kwanza nakukanya. Achana na makundi ya kiuni. Naona mambo yasio na heri kwako. Lakini hutaki kunielewa. Humu ndani tangia mimi ni yetu nimeolewa. Sijaona maendeleo ya aina yoyote. Usikuta hata hizo manazo humu ndani ni mawazo. Sina mtoto. Sijapata mimba. Humu ndani basi sawa niwe sina hata nguo, bei ya dawa. Hapana mwangu. Mimi nachoka kiukweli. Maisha gani haya? Na mimi natamani nive nguo nzuri, na mimi natamani hata nisukwe nywele nzuri, na mimi lakini tangia umenioa mimi Rita, sioni chochote, sioni mimi. Hamna mabadiliko yoyote. Wewe ulinikuta hivi mimi? Sio nionaga nilikuwa mzuri na wewe ndio maana ukanipenda ukanioa. Kiukweli mimi nimechoka. Yaani nimechoka. Uvumilivu mimi unanishinda. Hakika nakwambia. Mama, wewe nani alikwambia mimi nina makundi? Hivyo vitu ambavyo unanifanyia vinaniumiza kichwa. Kila siku nina makundi au makundi yapo wapi? Niache mimi nitoke, nishajiandaa nitoke, niende nikatafute chochote kitu baadaye nirudi. We mtoto wewe. Njama, hutaki kunielewa. Mke wangu please, tafadhali mimi naomba haya mambo yaishi.
Mimi nishakuahidi na kuletea dawa kabla ya jua kuzama. Shida sio kukusikiliza Mungu. Shida ahadi zako ni za uongo. Ni vingapi ushaniahidi? Na vingapi labda ambacho katika vyote ulivyoniahidi kwamba umenitekelezea? Hakuna hata kimoja ambacho nisikilize. Kiukweli mimi nimechoka baba. Mimi nimenaa mikono, siwezi. Hivi unaona maana siwezi? Na ukiona nimenyanyua mguu wangu nimeingia ndani. Yaani jua kabisa naenda kuchukua vitu vyangu mimi naondoka. Maisha gani haya? Mimi siwezi. Usiondoke mke wangu. Please, nakuomba usiondoke. Mimi nimekusha kupromise, nishakuahidi. Napambana leo nikutafutie hiyo dawa. Hebu niache. Wewe 2,000 yako hii hapa. Wewe 5,000 yako hii hapa. Sasa bosi, kwa nini mimi nipe 2,000 mwenzangu mpe 5,000 wakati kazi tumefanya sawa? Wewe unachelewa sana kazini. Nishakwambia mara kesho wahi utapata zaidi. Wewe bwana wahi asubuhi kwa ajili ya kufanya kazi. Umefanya vizuri sana siku nyingi. Sawa? Asante. Asante. Sijali ndugu yangu. Haya ndio maisha. Kikubwa kupambana. Sasa ndugu yangu Dide,
inabidi nirudi nyumbani. Unamjua mwenyewe bibi mkubwa jinsi anavyoongea. Na muda wa kazi ushaisha. Nashukuru sana ndugu yangu Njama. Unajua kwenye hii dunia ya sasa kumpata rafiki ambaye anakupambania kwa shida na raha ni wachache sana. Ila wewe unanipambania. Yaani sijui niseme nini ndugu yangu. Kama hivi leo shemeji yako anaumwa, umetoa kidogo chako, anaenda kupata hata angalau ya kufungua kinywa. Nashukuru sana Njama. Usijali ndugu yangu Dibe. Haya ni maisha tu yanapita. Ya. Shika na hii buku. Najua una 2000. Ukiongezea hapo na ile utapata hata hela za dawa za shemeji. Usingemwahi wewe yule, angekuwa mke wangu mimi. Asante sana ndugu yangu. Usijali. Sasa ndugu yangu, mimi ngoja nikuache. Njama. Njama. Unaenda wapi huko? Rudi huko. Rudi. Wapi huko unaenda? Usiingie kwenye giza. Toka Pepe. Toka. Mwachie mtoto wangu. Mwachie. Achie mtoto wangu. Toka. Wenjela, wenjela. Unaenda hapo mke wangu. Nilishakwambia nivumilie kwa hizo siku 2-3. Na kuomba rudisha mabegi ndani kwa. Hivi. Kwa huko mbejana pale wakati naongea kwamba naondoka kwetu uzana chekesha. Nilikuwa sichekeshi baba. Yaani nilikuwa namaanisha kwamba nimechoka. Sio kama nilikuwa natania. Unataka kujua naenda wapi? Naenda kwetu. Please tafadhali niko chini ya miguu yako. Rudisha vitu ndani tuzungumze tena. Tuzungumze mke wangu. Unajua mimi bado nakupenda. Siwezi kuishi bila wewe. Unajua mimi bado nakupenda. Siwezi kuishi bila wewe mke wangu. Ungekuwa hapo unalijua ungeniacha niteketee huko ndani. Kama umeshindwa kuleta dawa tu. Unakaza unaingia unatoka, unaingia unatoka. Yaani dawa tu. Sasa hivi hata siwezi kuishi bila wewe. Ungekuwa unajua umuhimu wangu. Si ungeniatia dawa huko ndani. Sasa hivi unaniambia maneno yako. Nisikilize baba. Yaani kaa ukielewa kwamba mimi nimechoka. Yaani sio kwamba nimechoka kidogo. Nimechoka sana. Yaani ninamaanisha nimechoka. Shi. Kwamba mpenzi wangu rudi ndani tuzungumze. Naomba unisikilize. Please. Mke wangu Lita. Unaondoka unaniacha na nani? Unajua fika wewe ndio mwanamke ambaye mimi nakupenda. Wewe ndio mwanamke wa ndoto zangu. Mimi siwezi kuishi na mwanamke mwingine yoyote zaidi kwa wewe mke wangu. Naomba univumilie kwa hizo siku 2-3. Naamini tutafikia malengo ambayo wewe pia unahitaji mke wangu. Nisikilize vizuri mwanaume. Nilipokuvumilia ni pametosha. Sijui unanielewa? Naomba niende kwetu, katafute hawa na wake zako ndo uishi nao. Mimi siwezi kukuvumilia. Mke wangu. Unaondoka unaniacha na nani mke wangu? Unajua fika mimi siwezi kuishi bila wewe. Vile moyo umezidiwa, moyo umelemewa, moyo kwa Didi.
Kwa mtoto wa kiume paswa kulia ndugu yangu. Njama rafiki yangu. Unajua Afrika shemeji yako mimi nampenda sana. Siwezi kuishi bila yeye. Natambua maumivu ambayo unapata. Mimi nitamfuata shemeji na nitazungumza naye. Nyanyuka tupate kuingia ndani. Sinara. Ni kuhusu njama tena sio? Ndiyo mzee Gimbi, lakini leo sio kuhusu utukufu wake. Leo ni tofauti. Sasa kama sio njama mwenyewe, ni kitu gani kingine? Leo nimeota ndoto mbaya sana. Kuhusu mtoto wetu Njama. Ndoto ambayo siwezi kuipuuzia. Inaonekana mtoto wetu atakutana na jambo zito na la hatari. Salama kweli. Karibuni. Bosi ndo mwenyeji ndo alileta mimi babu. Kama kivuli kimeanza kumfuata mchana, basi taa lazima iwashwe hata kabla ya usiku. Ina mambo mengi. Ngoja kusikiliza umenitia nini. Najua maana ya kupenda sasa. Najua kuna mambo lazima tuache yapite. Naye kama taka tunakutupa kwenda Steven. Sasa umenitia nini? Mganga, kitu kilichonifanya mimi nifike hapa ni kupata pesa. Yaani mimi nataka pesa kwa njia yoyote ile. Ufanye utaalamu wako wote ili mradi mimi nipate pesa kirahisi, kwa sababu kutokana na maisha yangu ni magumu sana. Na sina kimbilio la kupata pesa zaidi ya kwako wewe. Hilo si jambo rahisi kama unavyofikiria. Hivi kwa nini na kasoro gani? Au kuna kitu nimepungukiwa labda kwenye mapenzi? Nataka uniambie.
Wewe ni mwanamke mzuri, mrembo, msikivu, mwelevu, pia ni mtamu kitandani. Mbona uliweza kuniacha? Ila kwangu ni rahisi sana. Je, utaweza kufuata masharti? Yaani mganga, mtaalamu, mimi nimetoka nyumbani kwa kujitoa na ndio maana niko hapa, niko tayari kufanya chochote. Mimi napitia maisha magumu sana, maisha yangu magumu sana. Niko tayari kufanya chochote ili nipate pesa. Sasa basi, kwa sasa wewe rudi nyumbani. Jua likishazama unatakiwa kurudi hapa, alafu nitakuelekeza nini cha kufanya. Basi kwa hilo halina shida. Hii ni kinga ya damu yako na damu yangu, sio ilizi ya kibiashara. Ni agano la ukoo na roho la kihistoria. Mama, vitu mimi siamini. Siku hizi dunia ishabadilika. Dunia haijabadilika bwana. Ni watu wamekimbia mizizi yao. Na mizizi ikichomoka ardhini, miti huanguka bila kudumu. Ndio tukana mzima kaskazi, mzima kushi, mzima kiangazi, mzima masika. Aleta mbele mwanangu. Mumsaidie, mumpatie kila kilichokuwa kwenye uwezo wake. Mumpe katika kila imani yake anayotaka. Mumpe utajiri, mumpe mali, mumpe nguvu, mumpe katika kila kitu katika dunia, mumpe maisha mazuri kama anavyotaka. Hii ni ishara mbaya sana bibi. Huyu kijana anaonekana na nguvu sana. Kuna irizi inabidi patikane. Hiyo irizi mimi naipataje? Inabidi jamaa uwawe.
Mai, asante sana. Kwanza nimefurahi. Mimi bila Yesu ingekuwaje leo? Kiukweli nimeenjoy sana. Tena sana. Na ndio maana kila siku anakuambia mapenzi sio pesa. Labda useme ungekuwa una pesa, labda ungesema nakupendea pesa. Lakini una hata pesa. Mimi nakupenda tu. Ndio maana nimekubali kuachana hata na mume wangu. Ili mradi tu niwe na furaha na wewe. Chacho, nakupenda sana. Na unajua fika kwamba yeye ndo mwanaume wangu wa kwanza. Hivi niwezaje kukusahau? Inabidi Njama uwawe. Yaani sijui niseme nini ndugu yangu. Kama hivi leo shemeji yako anaumwa, umetoa kidogo chako, anaenda kupata angalau ya kufungua kinywa. Nashukuru sana Njama. Na sanda hii unayoiona ndio inabidi Njama azikiwe nayo. Na hutakiwi rizio kuishika kwa mkono au kidole chako. Ila inabidi tutafute mtu wa kubeba irizi hiyo. Zingatia masharti. Unajua nini? Ni kama ushawishi. Na wewe ndio umeshawishi. Najitahidi sana nisikupende. Lakini nahisi ni hisia zangu ndizo zinazonipelekea mimi nikubali kuwa naye. Naomba ujiandae uondoke. Malai, mbona unanifukuza tena? Mimi bado najua unasikiliza kile ninachokwambia. Nimekwambia jiandae uondoke. Chachu, hapo tu ndo ambapo wote tunakorofishana mimi na wewe. Asa ndo nini? Basi nao ukishochukua maamuzi yako, utakaga hata kusikiliza tena. Alisema nanipenda, kwa wengine hatakwenda. Penzi akalitia donda, maumivu, mateso, silisila linakonda. Mawazo yamenizonga, wenzangu wakati ya konga. Mapenzi yamenishinda, kweli pesa sina, ila mapenzi yamenishinda. Tena toka koma, shavu wajezi sitaki ujinga. Shinda sinza kulala Mbagala, kutwa kucha ishi misala. Minapinga japo sina dola, siwezi mimi. Natamani atanile, la sina tadara. Kauna bora nikimbie, uzuni mentawara. Natamani atanile,
Sasa shemeji, una ugomvi gani wewe na kaka? Siku ile nimekuja naye nyumbani, tumekuta umebeba mabegi. Na hiyo ugomvi hauishi ndani kwenu, kila siku ugomvi. Kama tatizo ni pesa, pesa zinatafutwa. Mimi ninachokuomba tu urudi nyumbani ukaongee naye. Bado anakupenda na bado anakuhitaji. Sasa unadhani bila wewe atapata nani mwingine? Ndo kakutuma? Ndo kakutuma? Yaani wewe ndo kibaraka wake. Ndo msururishaji na mambo ya watu, si ndio? Ushasema kumbe nimebeba mabegi. Nilikuwa naenda kwetu. Nisikilize nikwambie wewe. Tena unisikilize kwa makini. Sijui unanielewa? Yule ndugu yako sijawahi kumpenda na ukamwambie sasa sikakutuma ngoja nikufikishie ujumbe. Mwambie sijawahi kumpenda. Sijawahi kumuelewa. Alisema nanipenda, kwa wengine hatakwenda. Penzi akalitia donda, maumivu, mateso, silisila linakonda. Mawazo yamenizonga, wenzangu wakati ya konga. Mapenzi yamenishinda, kweli pesa sina, ila mapenzi yamenishinda. Tena toka koma, shavu wa jezi sitaki ujinga. Shinda sinza kulala mbagala, kutwa kucha ishi misala. Ninapinga japo sina dola, siwezi mimi. Natamani atanile, la sina. Sasa hivi unaniambia maneno yako. Nisikilize baba. Yaani kaa ukielewa kwamba mimi nimechoka. Yaani sio kwamba nimechoka kidogo, nimechoka sana. Yaani ninamaanisha nimechoka. Kwa mapenzi yangu rudi ndani kuzungumza. Naomba unisikilize. Mke wangu Lita. Unaondoka unaniacha na nani? Unajua fika wewe ndo mwanamke ambaye mimi nakupenda. Wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu. Mimi siwezi kuishi na mwanamke mwingine yote zaidi kwa wewe. Naomba univumilie kwa hizo siku mbili tatu. Naamini tutafikia malengo ambayo wewe pia unahitaji. Nala sije kuwa naye hata kidogo. Na kama kakutuma wewe mlokosa kazi, baada mfanye kazi huko mtafute hela na mwenzenu sasa atafuta hela. Nyie mmekaa mna kazi ya kunijadili mimi, au mmegombana nini sijui kitu gani wewe? Hauna kazi nyingine za kufanya? Sasa nisikilize, kamwambia hivi, simtaki, simuhitaji na wala simtaki tena. Nadhani hilo utakuwa ushanielewa. Kingine, fanyeni maisha, acheni bla bla. Nyi wanaume. Amoni hata aibu. Mimi sijui kumfikiria. Nadhani unanijua vizuri. Nilivyokuepo pale siku ile ulionikuta na beba mabegi na hivi sasa nipo sawa. Unaonaje? Nipo sana nilivyokuwa kwake. Ndio mjue kwamba hamwezi kuhudumia. Hana uwezo wa kunimiliki kama mimi. Wako watu wanaweza kunimiliki na sio yeye. Sijui unanielewa? Sasa mpelekea huyo kalaba mwenzio. Wewe si ndio kalabosi? Kamfikishie ujumbe. Ujumbe wako umefika, nitamfikishia. Nakutakia siku njema. Amna leo niona hapo. Unaona mchambo wa shemeji, tatoboa kweli mwaka huu. Au ndo Zuchu Amanda. Kwa hiyo mwana, unaona hii ndio sehemu sahihi tunapoweza kuizika maiti hii na mtu yote asiweze kuiona? Hii ndio sehemu sahihi. Hakuna mtu wala mnyama atakayeona maiti hii.
Kwa hiyo ondoa shaka. Nipe ruksa yako nizidi. Endelea na kazi. Hivi ni huyu kweli ndo niliyemwacha kule au ni mwingine? Hapana, mbona kama kitu changu leo kipo sawa? Au kwa sababu matukio niliyofanya? Tajua mwenyewe bwana. Wewe mbona unanifuata kila kona? Na unataka nini? Kati ya jua na binadamu, nani umfuata mwenzake? Jua binadamu unamaanisha nini? Jua huwaka likiwa juu, lakini binadamu huenda karibu hadi achomwe. Lakini tamaa pesa haraka huwa nafsi kabla ya mwili hujafa. Bado kidogo. Nafsi ipo mbali.
Shehe, naomba nikuulize swali moja la maana. Uliza shehe wangu. Hukumu ya mtu anayeua bila sababu kwenye dini inasemaje? Suratul Nahum aya ya 32 baada ya Bismillahirrahmanirrahim. Kwa sababu ya hayo tukawaandikia Wanaziraeli ya kwamba atakayemuua mtu bila kosa au kufanya ufisadi katika nchi, basi ni kama ameua watu wote katika nchi. Mwenye kumwacha mtu hai au kumsaidia kuishi ni kama amewaacha watu hai wote. Na bila shaka mitume wetu waliwafikia na hoja zilizo wazi. Kisha wengi katika wao baada wa hayo walikuwa waharibifu sana katika nchi. Lakini kwa nini unaniuliza maswali haya mazito Dide? Sina maana nyingine. Nilihitaji kujua tu. Wewe hauko sawa. Shehe wangu, kumbuka kumrudia Mungu wako kabla giza alija kufinika kabisa shehe wangu. Umemwona rafiki yako Njama? Hajulikani alipo. Njama mimi sijamuona mzee. Na hata sijui yuko wapi. Maneno yako ni mepesi sana, ila roho yako ni nyeusi. Wewe sio kijana mbaya tu, bali ni kijana mwenye giza. Jumbe, nimekuja kutoa taarifa kupotea kwa mtoto wangu Njama. Sema. Nikupe pole sana. Hili ni jambo kubwa mno. Alafu nashangaa kwa kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na matukio ya ajabu ajabu sana katika mtaa wetu. Lakini usihofu.
Sasa umeshachelewa Dide, nafsi imeshaamka na inakufuata wewe. We nani? Mbona unanijua? Nayo sanda ya nini? Wakati wa mwanga umefungwa na kiza kinafata chombo chake. Kumbuka ulipoikataa miiko mitatu, sasa lazima ulipe. Unasema nini? Unanitisha kwa nini? Mimi hata sijui unachomaanisha. Tafuta sanda kabla hujapoteza nafsi yako kabisa. Simama, subiri. Lakini hata mimi pia nimeshaota ndoto ya mwanamke mmoja akiniambia nitafute sanda kabla ya kiza kuingia. Hiyo ni ishara mbaya sana, ni ishara mbaya sana. Mganga Mwana,
Nakumbuka hata mimi nilipokuwa nimelala. Baraka. Njama alinitokea live. Haikuwa kama nilivyotarajia. Unaogopa? Mambo yamekuwa tafalani. Yamevurugika, yamekuwa vuvu. Yaani hata sielewi nifanye nini. Baraka, wewe ndio ulionipeleka kwa yule mganga. Na yule mganga mimi nisingemjua bila wewe. Lakini Dide, mimi sikufanya kwa makusudi. Mimi nilifanya njia zangu zote ili wewe ufikie malengo yako unayotaka. Ulinifuata ukaniambia unahitaji utajiri. Njia ni moja, ilikuwa ni mganga yule ndo anaweza kutusaidia. Mimi kosa langu hapo liko wapi? Mimi ninachokiona, turudi tena kwa yule mganga. Tutafuta njia nyingine ya kufanya ili tujinasue katika huu mtego.
ambacho unachotaka kufanya mama, na mseme ukweli kuhusu kifo chako. Dide. Nini tatizo shehe wangu? Dide, una mambo mazito sana yamekuelemea. Huu ni wakati sahihi wa kufanya toba. Tubu kwa Mola wako ingali bado mapema. Naye ni mwingi wa kusamehe. Yazingatie haya Dide. Mjumbe, kilichonileta hapa, yani in short tuseme mimi na jambo langu. Sijali, kuwa huru. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kukusikiliza. Mjumbe, naomba uitishe kikao. Kwa ajili ya nini? Ama kwa ajenda gani ya msingi hasa? Kuhusu upotevu wa Njama. Njama. Ndio. Unataka kusema nini? Mjumbe, napitia wakati mgumu sana. Napitia kila aina ya matatizo. Kila aina ya hofu napitia mimi. Najisi mtu mwenye hatia. Mjumbe, nilikuwa naomba utishe kikao kwa ajili yangu, ili niongee ukweli wote uliojificha. Sasa kama wewe unashindwa kusema ukweli nikiwa mimi peke yangu, utaweza kusema ukweli mbele za watu wengi? Mimi nafikiri kitu cha msingi ambacho tuko kufanya ni wewe kuniambia mimi kwanza, kabla ya mimi kuitisha watu, ili nijue kabisa kwamba nini ambacho kinakwenda Dide. Dide. Wewe Dide. Una shida gani? Mjumbe,
Hii hali inanitesa sana mjomba. Naomba ufanye hivi. Shida gani mtoto? Sumuni ya kuitisha kikao hichi kuhusu Njama. Njama amefanya nini? Tunajua Njama tunamtafuta kwa kipindi kirefu sana. Muda mrefu sana Njama amepotea hapa mtaani. Ila mimi ndo mhusika wa kifo cha Njama. Njama? Wewe. Mzee Gimbi tulia kwanza. Tulia. Mzee Gimbi. Tulia kidogo kwanza. Najua inauma lakini ningependa. Njama, umesikia hayo? Ningependa tutulie kidogo ili tumsikilize mpaka mwisho tujue tunachukua hatua gani. Jumbe. Mimi namtafuta mtoto wangu, kumbe umemuua mwanangu wewe. Kutokana na tamaa ya pesa. Kutafuta pesa kwa shortcut. Mimi nilienda kwa mganga. Na mganga ndo alionishauri nimuue rafiki yangu wa karibu. Ila mtu ambaye alinipeleka kwa mganga yule pale Baraka. Hata wewe. Tulia, kachini hapo. Tulia. Wewe. Baraka. Ni watoto mbona wabaya namna hii? Afande, mchukue hapo mweke huko. Usimama. Changamka wewe. Piga magoti hapo. Kachini hapo. Kachini. Ndugu wananchi, na serikali haitokaa kimya, itahakikisha inakomesha na kutokomeza haya matukio yote ya ajabu, yawe yanahusu ujambazi, yawe yanahusu unyang'anyi, lakini hata hili la ushirikina ni lazima tulishughulikie. Na hawa waganga wote hawa wanaosababisha matatizo haya ni lazima tuwafikishe kwenye vyombo vya sheria wapate kushtakiwa kwa mujibu wa sheria zetu za nchi. Hakuna mganga anayeruhusiwa kufanya ukatili wa namna hiyo. Hakuna. Na sisi kama serikali na inauma sana. Yaani naomba huyu mtu simuone mbele yangu sasa hivi. Sawa mzee Chari. Nakubali na mimi binafsi pia naumia. Mfande mganga wenyewe. Hebu kuja.
Limeenda wapi? Bibi, wakati napalilia kule shambani. Ndio. Nasema ngoja nikaangalie kaburi la kaka ili kusudi niweze kupalilia. Ndio. Bibi huwezi amini, kaburi halipo, pako flati. Akasha, hawa wanacheza na moto. Hii ninaijua Sundi. Yaani kaburi limepotea hivi. Ngoja nakuja. Labda mimi sio mimi. Sasa bibi, baadaye toke ndani twende kaangalie. Wanacheza na moto. Sundi. Twende. Bibi wapi? Unauliza tena wapi? Unauliza wapi Sundi? Hii inaijua hii. Kuna sehemu imeenda hiyo. Hii inaijua. Bibi wapi, twende kaangalie kaburi la kaka. Bibi. Nini? Sauti ya mtoto. Sasa Sundi, huyo mtoto ni wa kwako? Hata kama bibi, nasikia kabisa sauti ya mtoto na ni mdogo. Haya Sundi, ni majaribu. Haya na majaribu kabisa, na meona
Bibi, majaribu ya nini na nasikia sauti ya mtoto bibi? Bana mimi naenda kumsaidia. Wewe Sundi, hiyo naijua. Hiyo naijua. Yaani hizo naona ni nguvu kabisa za giza, za walogi wanataka kutuvuruga sisi tufeli. Wa kila siku sauti za walogi, sijui nini za walogi. Hapana, huyo ni mtoto na lazima niende mkamsaidie. Sundi oleza tangu. Wewe utakuwa mgonjwa. Hii mambo naijua mimi. Kwa sababu twende Sundi, twende. Mimi naenda kumsaidia. Kama anaenda nitakukuta mbele. Mimi naenda kumsaidia huyo mtoto. Ila hili likichwa hili. Sundi. Sundi. Yaani na majanga mwenzio. Majanga yapi tena? Shemeji yako kafanyeje tena? Anataka kuwa mke wa 5. Makubwa. Pamba zangu nilizolima kule kwenye mashamba na hangaika kila siku na mashamba. Ndo anataka kachukue auze pamba akapeleke mahali kwa wewe mwanamke wake. Kwa kumbe inamaanisha kwamba nguvu zako ya shambani ndo anataka afanye. Aende akatoe mahali kule. Ndo akatoe mahali, amesema hivi kila mwanamke anapoolewa hapo lazima atafute mwanamke mwenzio. Analima kwa jasho lake, anaolea mwanamke. Na unajua shemeji yako kila siku anashinda wapi? Kwenye pombe. Sisi tunakula asubuhi viazi, mchana viazi, usiku unga umo, mboga hamna, unajibana. Umeelewa? Kinachofuata mimi ndugu yako, nimemchoka. Ninaondoka ndio kijiji chapi? Hapo. Tena hapo. Wewe unaondoka unaenda wapi? Kwa hali hii unaenda wapi? Na unataka umtelekeze mume wako na watoto? Yule ni mume wako. Na yule mume wako amekutolea mahali wewe kwenu, kakutoa kwenu kwa wazazi wako. Sasa kivipi unataka uondoke? Utaacheje mazingira nyumbani? Wazazi wako utawachia. Wewe utaweka picha gani pale nyumbani kiufupi? Mimi Diana ninaondoka kwa wewe mwanamume, nimemchoka, wewe masa tulia kwanza. Haya maji usichote. Mimi na wewe tutagombana hapa. Kitu hicho kidogo cha kuachana na mume wako. Kumbuka ile ni familia yako, hata mwanaume akioa mwanamke hata 20 hata 100, yule ni mume wako. Alafu ile ni familia na watoto pale. Mbona kwani unashinda kuishi vizuri? Kwani huyo wa kwanza, wa pili, wa tatu, mbona unalalamika? Ni wewe wa 4 unalalamika? Tumia akili mdogo wangu. Ishi na familia yako pale. Shingapi? Kwani akiongeza wanawake unapungukiwa nini? Hata kama hali ni ngumu, wewe pambana na mazao yako, unajua nini kichwani unafanya. Acha hizo. Rudia hiyo kauli. Naona mnachota maji. Kuja taratibu, kuna maji hapa. Nayaona. Njoo taratibu, kuna maji hapo. Nayaona, mimi niko na macho. Mbona kama unaongea unataka kulia, mkuaje bibi? Ni uchovu, lakini unafikiri mimi ni wa kuchoka? Yaani ingekuwa kuchoka na angalichoka kwenye vita ya Idi naamini. Yaani kipindi hicho sisi tulikuwa tunaingia kune mashimo, utafikiri tunatafuta dhahabu. Lakini sikuchoka. Mimi nichoke, yani wanajidanganya. Kulilia nini tena bibi? Bibi pole kwanza. Hamna, ndio sura yangu. Dada mambo. Mbona naona kama nyinyi ni wageni huku nyeti kijiji cha huku. Sisi sio wageni, ni njia tu hapa kidogo kama kidogo. Duniani hapa kuna mgeni ndugu. Njia iko mdomoni.
Bana mimi nimechoka. Sundi umalaka. Yaani umenichosha kwanza wewe. Wewe umenichosha. Huwezi kunyamaza hata kidogo. Hata kidogo. Unyamaze. Kwa kweli huku kuna tisha. Amechoka. Wewe mbona kawaida tu huku sisi tushazoea. Tunaishigi huku. Hata usiku tunaishiki. Sasa namuulizia yule mganga Nkumba. Mganga Nkumba. Aha. Huku anakaa huku. Yule wakule kwenye mapita kule ni huku bibi. Yaani utakiwa uvuke mapita yako mbele uende kabisa ndo kabisa ni tena kule mbele. Hapo sasa na giza limeingia. Uende kabisa mapema. Nenda huko. Subiri, yani huko ndio nametoka huko. Umepata huko. Nimepata huko. Yaani nawezaje kupaacha? Yaani hapo ndio waka nashindwa kabisa. Najichanganya kabisa. Unajichanganya bibi. Kwani wewe nenda huko chakula hadi tumepotea. Luka nani Sundi tunachelewa. Mwende kabisa kule bwana. Nenda kwa mbele huko eti bibi. Mapicha. Haya bibi. Mungu awabariki sana. Haya Sundi. Alafu na wewe simpelekeshe bibi bwana. Kumbuka bibi ni mzee. Tuzeekagi na tunazeekaga tu mimi. Akili imo. Haya bibi. Kimwanda ndaleka kwifolu kumba masaka alandete. We kimwanda ndaleka kwifolu kumba masaka alandete. Kumba nalikumba we kumba nalikumba kumba masaka nalikumba kumba masaka nalikumba we kumba nalikumba. Dolela mama. Dolela mama, leka dolela sagange. Dolela mama, leka dolela sagange. Hey, dolela mama. Kumba! Kumba masaka. Nimeona. Kuna mtu ana shida alafu kuna mtu anataka mziwie. Nimeona. Anachezea imara ya Nkumba. Umefanikiwa kumuua? Ndio, nimefanikiwa kumuua. Ingawa huyu kijana amenisumbua sana. Tunaweza tukamuona? Bila shaka, mnaweza mkamuona. Ila naomba mnisubiri kidogo. Labunuka labadangu. Labunuka. Nisubirini kidogo, sawa? Labunuka. Labunuka labona nangwangu. Labunuka badangu. Labutambule. Labunuka. Tamora tumesomea. Tuwe ndugu yako. Anaonekana mwenye nguvu. Hakika atatufaa katika matumizi ya shamba. Huyu anafaa kabisa.
Naomba niwaulize kitu kimoja. Pesa yangu mmekuja nayo yote? Ndiyo, pesa tunayo. Sasa kuna dawa na wapo. Hiyo dawa mtaweka katika vinywa vyenu. Hakikisheni wakati mnatembea msiongee na mtu yeyote. Hata wewe nani awasemesha, naomba msiongee naye. Huyu atawafuata. Nendeni mkamtumikishe kazi yoyote ile atafanya. Mkimchoka ni juu yenu kumuua. Na siku ya kumuua niiteni ni mla nyama. Ni mla nyama. Mimi uchawi sinunui. Uchawi na utengeneza mwenyewe. Atawafuata tu, msiogope. Hiyo dawa mkivuka kwenye eneo langu mtaiweka mdomoni kwenye vinywa vyenu. Mtakachokisema atafuata wala hata wasumbua. Acha niwape dawa. Naomba mniandalie langu lienee. Sawa. Dawa jamu. Hebu nunga lena ngwangu ngute. Yawi konanga. Yawazi yawangu. Dawa jamu. Yana mungu kale bangwangu. Yabi kola Mungu yengu ye. Pesa yako hii hapa. Pesa sishiki, weka hapa bwana. Shika dawa hii. Huyu mtu atawafuata kila mtakapotembea. Mnaweza kwenda, atawafuata. Hakuna mtu atakayemuona zaidi yenu. Mkivuka ua wangu, hiyo dawa wekeni mdomoni. Ila msiangalie nyuma. Sawa. Karibu nyumbani, karibu tena kwenye kijiji chetu. Tangu umeondoka mpaka umerudi kijiji chetu bado hakijaendelea. Kipo vile vile. Labda kilichoongezeka ni uchawi tu. Kwa sababu kuna mazingira ambayo mimi ninakutana nayo kama kaka yako. Ni mazingira ambayo ni magumu kweli kweli. Kuna kipindi ninaweza nikalala nikiwa nina nguo. Lakini kuamka asubuhi sina nguo hata moja. Hakuna siku iliyoniuma ninataka kwenda kwenye sherehe, nimepanga nywele zangu vizuri kabisa, nimezichana vizuri. Lakini nikalala usiku vizuri. Naamka asubuhi nina kipara. Mungu wangu. Kuna kipindi ambapo naweza nikatenga chakula changu kiko hapa mbele. Ninakiona. Nimeenda kamsusa kangu, kamboga kangu kazuri. Lakini ghafla chakula kinapotea. Juzi nilitoka ndani kwenda nje. Nashuhudia baisikeli inazunguka hapa. Mbona ni hatari? Lakini unaona mtu anaiendesha? Lakini haikutosha. Kijiji cha pili kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Mariganya. Alikuwa ameshapanga ndoa yake vizuri, mazingira yameshakaa vizuri, tumeshachinja ng'ombe, kila kitu kimekaa sawa. Lakini kesho yake sasa ndo anaenda kuoa. Ile mwanamke akafariki. Sasa ambacho nataka nikwambie mdogo wangu. Unapotoka hapa nyumbani, hata kama utasema kwamba labda uzunguke, utembee, hakikisha saa 12 kamili uwe umeshafika nyumbani. Sio, unanielewa mdogo wangu? Sawa kaka. Nimekuelewa. Lakini mdogo wangu, hapo umepanga labda kukaa siku ngapi? Sawa, hapa ni nyumbani, lakini umepanga kukaa siku ngapi? Kaka. Kwa kweli sijajua. Maana huko penye nilipotoka hatuna amani kabisa. Nimegombana na mume wangu. Mimi nafikiri kwamba kaka yako nipo. Sijawahi kushindwa na jambo lolote. Nitazungumza na mume wako na nina imani kwamba haya mambo yatakwisha. Lakini hapa ni nyumbani. Haimaanishi kwamba kukwambia haya kwamba ninakufukuza. Hapana. Wewe ni mdogo wangu, ni familia yetu. Sawa? Sawa. Najaribu tu kukwambia mazingira ambayo tulionayo. Basi sawa, karibu mdogo wangu katika kijiji chetu.
Leo tuna mgeni. Huyu kijana ameamua kujiunga na chama chetu. Tuna masharti matatu. Sharti la kwanza, unatakiwa usiwe na dini ya aina yote ile. Ndio mkuu. Sharti la pili, uwe tayari kumuua mtu yoyote hata kama ni mama yako mzazi. Na ukimuua lazima tumle nyama. Na sharti la tatu, tutakupatia chungu. Utaenda nacho nyumbani kwenu. Ndio mkuu. Uko tayari? Ndio mkuu. Baada ya siku 7 utakuta kuna jini wako wa uchawi. Ndio mkuu. Je, uko tayari? Ndio, niko tayari. Atahitaji kula damu. Lazima mlishe chakula cha damu. Uko tayari?